Ni katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC. Karibu sana, utuambie ni mambo gani muhimu ambayo taifa ama sisi tunapaswa kuyafahamu katika maadhimisho haya ya siku ya uuguzi siku ya leo. Mimi kwa majina naitwa Bwana Amon Kaponda, ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi Tanzania, tawi la hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Tuko hapa Arusha kuadhimisha siku ya wauguzi duniani. Kama tunavyojua kwamba kila mwaka huwa tunapata nafasi ama fursa ya kuadhimisha tukio kubwa kabisa la kumbukizi ya kukumbuka mwanzilishi wetu wa taaluma hii ya uuguzi. Kwa hiyo tunapata fursa ya kukusanyika na kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo mawasilisho ya kitaaluma katika kongamano la kisayansi, lakini vile vile tunapata nafasi ya kurudisha kwenye jamii, kwa maana tunashiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiafya katika sehemu ambayo tunakuwa tunafanyia maadhimisho. Na kwa mwaka huu kilele cha siku ya wauguzi duniani kilianza kuanzia tarehe 5 mwezi wa 5 mpaka leo hii tunahitimisha siku ya wauguzi duniani. Kwa hiyo katika wiki yote hiyo ya kilele cha maadhimisho kuna shughuli mbalimbali zimefanywa na wauguzi wa mkoa wa Arusha, ikiwemo upimaji wa afya wa magonjwa yasiyoambukiza kwa wananchi wa mkoa wa Arusha. Na tunaweza kuona kwamba katika kipindi chote ambacho shughuli zimefanyika, zaidi ya wananchi 84,000 wameweza kuhudhuria na kuweza kupata fursa ya kujua afya zao, na katika magonjwa ambayo yalipata nafasi kubwa sana ya kuweza kupimwa, kuchunguzwa pamoja na kutolewa elimu kwa wananchi ni pamoja na magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya presha, magonjwa ya saratani. Kwa takwimu ambazo za sasa hivi, wauguzi wote nchi nzima tuko zaidi ya 50,000. Zaidi ya 50,000, kumradhi, zaidi ya 50,000. Sasa nataka kufahamu kwamba je, mnaona kwa idadi hii ambayo ipo na kiwango cha namna ambavyo unapaswa mhudumu mmoja kuwahudumia idadi fulani ya watu inakidhi vigezo, ama kuna namna kuna upungufu au ongezeko ni kubwa zaidi na hatuhitaji wauguzi zaidi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli kwanza tunatoa shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Mheshimiwa Rais. Amekuwa akitoa kipaumbele sana katika sekta ya afya, hasa kwa ajili watumishi wapya ikiwemo wauguzi. Lakini tunaendelea kuiomba zaidi serikali iendelee kuajiri wauguzi zaidi, kwa sababu kulingana na takwimu za WHO, muuguzi mmoja anatakiwa ahudumie wagonjwa 6 mpaka 8. Lakini kwa status ya sasa hivi ya Tanzania unakuta muuguzi mmoja anahudumia wagonjwa zaidi ya 10 mpaka 20 kwenye maeneo mengine ambapo wagonjwa ni wengi zaidi. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba bado kuna uhitaji wa wauguzi kuajiriwa zaidi. Na mnadhani kwamba ile chemchem ya pengine kizazi cha sasa kujiunga na taaluma mafani ya uuguzi bado ipo, ama kuna namna ambavyo hamasa inapungua? Hamasa ni kubwa. Ni kubwa sana. Wauguzi ambao wanamaliza elimu zao za form 6 kuingia chuo kikuu, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia taaluma ya uuguzi kwa sasa hivi ni taaluma ambayo imekuwa sana, tukili tu tofauti na zamani. Kwa sababu unaweza kaona sasa hivi tuna wauguzi wengi wenye level za elimu tofauti. Sasa hivi tuna mpaka wauguzi wenye PhD, wauguzi wenye master. Kwa hiyo kulingana na hiyo status, mwitikio ni mkubwa sana kwa wauguzi wa chini kujiunga kwenye taaluma hii. Nadhani kuna namna ambavyo teknolojia imebadilisha taaluma ya uuguzi nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Asante sana. Kwa kweli mabadiliko ya teknolojia katika ulimwengu wa sasa ni kichocheo kikubwa cha kuweza sasa kuhamisha uuguzi pia kutoka kwenye kufanya kazi kwa mazoea kwenda kwenye kufanya kazi kisayansi zaidi. Kwa hiyo hilo ni kili kabisa kwamba kulingana na kwamba tunaelekea kwenye mifumo ya artificial intelligence na nini, lakini bado taaluma ya uuguzi na umuhimu wake katika sekta nzima ya afya.